wetu na Mungu wetu, wewe ni mtakatifu na hakuna wa kufanana wala kulinganishwa na wewe. Ni wewe tunakuabudu, ni wewe tunakutamani, ni wewe tunakusikiza. Hata sasa ukazidi kutuhudumia na kutushughulikia kwa utukufu wa jina lako Bwana. Kila mmoja wetu ameondoka kaacha mambo yote na kuja asikie mapenzi yako. Ninaomba Bwana, masikio ya rohoni itafunguka na ufahamu wetu utafunguka, ili tuelewe vile Bwana umetuma neno lako siku ya leo katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Naomba walio wadhaifu Bwana utawainua, naomba walio chini utawatia nguvu, naomba utaimarisha kila mmoja wetu, ili tuendelee kuwa watu walio shupavu na walio hodari katika Bwana, katika jina la Yesu. Naombea wazee neema yako wanapolipokea neno la mchana wa leo. Naombea wamama neema yako wanapolipokea neno la uzima. Hata vijana wetu walio hapa wanapolipokea neno Bwana, neema yako ikawe juu yao. Hata na watoto waliokuwa ibada hii Bwana ukawahudumie katika jina la Yesu. Tunakuja kinyume na hila za shetani na mbinu zote za adui za kutuzuilia kupokea na kusikia vile Bwana unasema katika jina la Yesu. Naomba Roho wako akatawale na mapenzi yako yakatendeke kwenye mioyo na kwenye maisha yetu Bwana. Ninajiachilia kwako kama chombo, ili hata na mchana wa leo Bwana ukanihudumie na ukanisaidie kuliachilia neno lako Bwana. Asante kwa uaminifu wako Jehova. Tunakushangilia maana wewe ni mwema. Tunakushangilia maana unastahili. Tunakushangilia maana ni wewe unatushughulikia. Sifa zote na utukufu zikurudie. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nataka kuongea kuhusu to be committed in the things of God. Kujitolea katika mambo ya Mungu. To be committed in the things of God. Tuko na Mungu ambaye ni Mungu mwenye uwezo wote. Ni Mungu ambaye anafanya mambo. Lakini huyu Mungu pia kuna mambo ametuaminia na mambo ambaye angependa tuyashike na tuyazingatie katika maisha yetu. Wakati mwingine watu wamekuwa walegevu, na ninaongea ujumbe huu kwa sababu nyakati zetu watu wengi they are not committed to the things of God. Utakuta watu wanajitolea kwa mambo ya kawaida, mambo ya maisha haya, lakini ikifika ni mambo ya rohoni, unagundua watu wengi ni wavivu. Amen. Praise the name of the living God. Unagundua watu wengi wana vijisababu kwa nini wasikuje kwa maombi, kwa nini wasikuje ibada kila Jumapili, kwa nini wasitumike. Watu wanakuwa na vijisababu. Amen. Lakini ikifika ni mambo ya kawaida, utakuta anaenda kwa kazi, hata kama anaumia, ako pale, anakuambia pastor, ninaumia lakini ninajikaza. Lakini ikifika kwa kanisa, pastor, nimelala nyumbani, sisikii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekosa commitment. Watu wanapenda Mungu ndio, lakini they are not ready to be committed. Na ndio unaona hii mambo imeingia hali ya kukosa commitment, imeingia mpaka mambo ya vijana wetu leo. Hata wakiandikwa kazi wanakuwa shida, maana hawataki commitment. Praise the name of the living God. Vijana wetu leo hata hawataki ndoa kwa sababu ndoa ni commitment. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawataki. Hii mambo imekuwa na ni kama ni roho, niko katika ulimwengu wa roho. Amen. Watu hawataki commitment. Watu wanataka tu wakue na wafanye vile wanataka na wasikue na ile hali wameshikamana na jambo sana. Amen. Wanafanya wapite, waende wafanye mengine. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka watu ambao they are committed. Watu ambao wanajitolea, watu ambao wanajipeana, watu ambao wako tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Amen. Anasifiwe. Bwana asifiwe. Hata kuna mwingine leo aliangalia anga akaona kutanyesha, akasema sitaenda kanisa. Kutanyesha. Wako na shida kama yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Muuliza jirani, wewe are you committed ama? Angalia jirani, muuliza are you committed? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you committed in the things of God? Maana kuna mambo ya Mungu na kuna mambo ya maisha tu ya kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
ya kuchanga. Kuna mtu alitoa saa kwa mkono. Haleluya. Ndugu wetu huyo Dominic, mimi namkumbuka sana. Walikuwa wanapeleka nanga, walikuwa wanashindana na nani? Nani? Yaani aleta kigeni. Wanaenda vivyo. Alafu ikifika ni mchango, wanapelekana kama vile kitabu sasa wanafanyanga hapa sasa hivi. Wanapelekana hivi mpaka tukapata plot. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Plot yetu ya kwanza hapa tulinunua 135,000. Mchango yetu ya kwanza tulisanya 60,000 na manama kwa ile ni kubali 60,000. Hai. Wabarikiwa sisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kusanya 60. Na hiyo jamaa wanakuja mpaka na sadaka wanabadilisha wanakunywa soda. Kulikuwa na kaduka kalikuwa hapo. Wakanywa soda mpaka alafu tutasadaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hiyo pesa ulikuwa unaona komiti inatoa. Komiti ilikuwa inatoa shilingi 500. Na hiyo 500 mpaka leo kuna watu waliwacha na madeni. Wakialiki hiyo. Bwana asifiwe. Komiti. Baba Kamau, nimetoa na hiyo 500. Mtu akimaliza anasema nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Praise the name of the living God. Hiyo commitment, hiyo kujitolea hata wakati tulikuwa chini, hiyo kujinyima hata wakati tulikuwa tunaonekana hatuna kitu, ndio imefanya leo utukufu unaonekana. Praise the name of the living God. Kujitolea kwako kwa Jehova ndio italeta utukufu ambayo unataka kwa maisha yako. Amen. Praise the name of the living God. Haiwezi kuja tu wapendwa. There must be commitment. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilipofika pale Eldoret walipokuwa wanafanya introduction program wa ibada akasema na tuko na reverend wetu kutoka Kitale nikamwangalia hivi. Ndio pastor. Kama ndio pastor. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nani tukamaliza hiyo story na akasema tuko na pastor wetu kutoka Kitale. Tunashukuru Mungu amefika. Aroa akasema unajua Mungu kuna mkubwa. Huwezi kubali kitu kwa jina ni bado jina. Unaweza kukusha kwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aroa aliposimama akasema hata kama alikataa huyu ni reverend mtarajiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Okay, wacha nitulie roho sasa. Praise the name of the living God. Hiyo haikuji tu kwa sababu mpendwa atumekuwa kuna commitment. Kuna kujinyima, kuna kujitolea. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na inaonekana huyu mtu anafaa apewe mahali pengine. Amen. Ili kazi ile nzuri ya Bwana anayojituma na kujitolea isongeshwe kiwango kingine. Amen. Praise the name of the living God. Ambia jirani you need to be committed. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani unatakana ujitolee kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwekewe kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 na niwekewe NIV. Chapter 4 verse 15. Timotheo alikuwa kijana ambaye aliokoka kupitia injili ya Paulo, na alipookoka Paulo alilea Timotheo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Alielekeza Timotheo, alimwambia jinsi atakana kuendelea na kukaa, hata mahali pengine anamwambia mtu asikudharau. Amen. Kwa sababu wewe ni kijana, jionyeshe. Praise the name of the living God. Ya kwamba unafaa na unastahili, maana umeapruviwa na Mungu. Amen. Na Timotheo akaendelea, na sasa Paulo anamwandikia maneno haya, anapoendelea kumshauri, anamwambia aje, tusome wote. Tusome. Tusome wote. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Turudie tena. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Amen. Timotheo anaambiwa hii mambo ya kuhubiri, hii
Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani, mwambie haukuletwa hapo uangalie tu watu. Unahitaji kujitolea. Ambia jirani unahitaji kujitolea. Unajua kuna watu wengine tunakuja tu kanisa for the sake of coming. Watu wengine wanakuja tu tuwahesabu ya kwamba walikuwa kanisani. Haitakani kuwa hivyo. Praise the name of the living God. You should not come to church to be a number. You should come to church to be a something that is useful. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Usikuje tu kanisani kuwa namba. Watu wakihesabiwa hata wao wanahesabiwa. Hapana. You are here to bring a change. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa be diligent. Weka Kiingereza please. Kiswahili natumia jina uyatafakari. Kutafakari ni kumeditate. Bwana Yesu asifiwe. Be diligent. Number 1. Anaambiwa kuwa na bidii katika mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na bidii katika mambo haya. Number 2, anaambiwa jitolee katika mambo haya. Praise the name of the living God. Give yourself fully to them. Jitolee wewe wote. Usiwe na moyo nusu nusu. Usijitoe half half. Ujitoe wewe wote. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Give yourself fully to them so that everyone may see your progress. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuwa committed katika mambo ya Mungu. Tunahitaji kuwa na bidii katika mambo ya Mungu. Maana sisi tumekuwa watendakazi pamoja na Mungu. Amen. We are co-workers together with God. Sisi ndio tunaleta change dunia hii. Sisi ndio tunakuwa chumi ya dunia hii. Sisi ndio nuru ya dunia hii. Na lazima tujitolee na tujipeane kikamilifu kwa mambo ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengine wanakuwa na uvivu sana. Tunaishi nyakati ambapo watu wamekuwa na uvivu hata kuja kanisani. Kiasi ya kwamba leo unaona inabidi hata watu wengine wakiona kanisa iko mbali, amalani aende kwa yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hayuko tayari kulipa gharama ya mahali ambapo anasema ni kwao. Anaweza enda popote. Praise the name of the living God. Lakini mapenzi ya Bwana ni kwamba tujitolee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tingiza mtu mwambie jitolee katika jina la Yesu. Mwangalie tena mwambie jitolee. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio mama Njoroge, mama nani alipoteta watu hapa Pioneer. Nikaona Mungu ametia muhuri kile anataka niseme. Amen. Kama mambo ya Mungu yatafanikiwa, kama kazi ya Bwana itanawiri, lazima tuwe na wanawake na wanaume wanaojitolea. Amen. Kama kanisa litapanuka, lazima tuwe na wandugu na wadada wanaojitolea. Haleluya. Kama makanisa yatafunguliwa, lazima tuwe na wazee na wamama wanaojitolea. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kazi ya Bwana ni nyingi, lakini watendakazi ni wachache. Na watendakazi si ati ni wachache, ni watu wengi hawapendi kujitolea. Amen. Watu wengi hawataka kuwa committed kwa mambo ya Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusome Luka 9. Hapa kuna watu walitaka kufuata Yesu. Na Yesu kuna mambo aliwaambia. Commitment is a requirement in the kingdom of God. Amen. Mungu hataki watu wanyonge. Mungu hataki watu ambao wanasukumwa. Mungu hataki watu ambao wanapembelezwa. Kujeni muombe, Mungu atawaona, Mungu atawabariki. Mungu anataka watu ambao wanajua ya kwamba kuomba ni ya muhimu. Haleluya. Na bila kupembelezwa, bila kuambiwa kile kitafanyika, mimi nitaenda kwa maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nasema tusome wote. Tusome kwa nguvu. Nao walipokuwa wakienda njiani, mmoja akamwambia, nitakufuata
kokote utakakokwenda. Amen. Yaani niko tayari. Kama utaenda kwa jua, nitakufuata. Kama utaenda baharini, nitakufuata. Kama utaenda jangwani, nitakufuata. Haleluya. Huyu ni mtu aliangalia Yesu, akaona huyu jamaa ukimfuata kuna vitu utapata. Huyu hapa anaambia Yesu anamfuata kwa sababu nyingine. Hebu soma Mathayo nyingine inasema nini? Haikisome? Yesu akamwambia, mwana wa Adamu, mbweha wanapanda na ndege wa angani wanaviota, lakini huyu mwenye unataka kufuata, hana pa kujilaza kichwa chake. Amen. Yesu anaangalianga moyo, anaangalianga nia. Praise the name of the living God. Kuna watu wengi wanapenda kutumikia tu Mungu kwa sababu wanaambiwa watabarikiwa, kwa sababu wanaambiwa watainuliwa, kwa sababu wanaambiwa wataenda mbali. Wakati itakawia wanavunjika moyo. Amen. Wanakata tamaa. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwangalia kwa jamaa, anataka anifuate kwa sababu ya material things. Material. Na kanisa la leo, kama kuna kitu moja inatusumbua, tunafuata Mungu kwa sababu ya material. Amen. We are very materialistic. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa hivi nikiwaita hapa niwaombee, na niende nikiuliza kila mtu nataka nikuombee nini, utasikia plot, gari, bibi, bwana. Hebu uliza jirani, wewe ukienda kuombewa hapa na pastor hivi ndio Bwana Yesu asifiwe. We are very materialistic. Tunapoteza ile hali ya kiroho, tunarudi tu kwa mambo ya hapa peke yake na tunanaswa na mambo haya. Na Yesu alipoangalia huyu jamaa akaona huyu anataka kunifuata, maana anafikiri mahali huwa ninalala ni bungalow, ni mansion. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa na huyu jamaa angalia mahali huyu jamaa analala. Kama tenasi. Nikifuata huyu jamaa analala vizuri, nitakaa vizuri. Yesu akamwambia, sikia, mbweha wana mapango, ndege wana viota, mwana wa Adamu analala forest ama kwa washiriki. Yesu hapo anakuwa. Nilimwambia Yesu hapo ana bomba. Alikuwa anataka Yesu hata wakati alikuwa anaishi kwa mlima tu kuomba. Kwa sababu kwa mandari. Na ni kijana mkubwa, hata nyumbani anakuwa na aibu ya kwenda kulala nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa huyu jamaa anataka kumfuata Yesu, lakini hakuwa na commitment ya ukweli. Hakuwa na commitment ya ndani ya moyo. Alikuwa na commitment kwa sababu ya vitu ambavyo angepata. Praise the name of the living God. Na ndio leo unaona watu wengi wanakaa na maswali na wanashindwa, kama tunajitolea kwa hii mambo ya Mungu tutapata nini? Ukweli ni kwamba kuna mambo tutapata. Amen. Lakini hatutakani kuweka mambo haya kuwa mambo ya mbele. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukweli ni kwamba kuna vitu mambo tutapata. Lakini ukiweka hiyo kuwa ndio lengo lako, utavunjika moyo. Utakata tamaa. Praise the name of the living God. Niangalie jirani, muulize unafuataka Mungu kwa sababu ya nini? Muulize hata leo ukiacha kuuza duka kwa kuja chachi ufanye nini? Kwa nini? Bwana Yesu, are you committed? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee na roho mwingine. Yesu akaita mwingine. Akasema nini? Tusome. Tusome. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana nipe ruhusa. Kwanza niende nikazike. Huyu alikuwa na madhiko. Alikuwa na matanga. Na Yesu anamwambia kuna kazi ya kufanya. Follow me. Akamwambia Yesu, naomba unipe ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Nifanye nini? Nikizike baba. Na si baba ni mtu wa maana. Baba si mtu wa maana. Baba ni mtu wa maana. Hata mimi nikisikia sasa baba yangu ameenda, hii microphone naweka chini.
Haleluya. Haleluya. Lakini sikia Yesu kile anamjibu. Yesu na yeye, sikia vile anamwambia. Hebu someni hapo. Akamwambia, wacha wafu wawazike wafu wao. Bali wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Amen. Tukikukataza leo uende uzike mazishi ya baba yako utakubali. Baba, si ndugu, si jirani, baba. Yesu anakataza mtu kwenda mazishi. Commitment inayohitajika kwa mambo ya Mungu wakati mwingine ni ya hali ya juu sana. Praise the name of the living God. Itatufanya tuwe na gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anamwambia wewe wachana, wafu wazike wafu wao, lakini wewe enda utangaze ufalme wa Mungu. Praise the name of the living God. Siamini na sioni kama huyu jamaa alifuata Yesu tena. Amen. Alisema kama ni hivyo, mtu mwenye hataki kuzika watu wetu, akae. Haleluya. Akarudi kwa maziko, akaacha Yesu. Akapoteza mambo ya dhamana zaidi kuliko mazishi. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee tena. Tusome. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata kama huyo amekataa neno mazishi. Sasa tutakuja lakini wametangaza kafu. Sasa tutakuja lakini vijana wanasumbua. Vijisabari. Praise the name of the living God. Watu wengi wako na hiyo lakini. Wako na sababu kwa nini siwezi kuja maombi ya asubuhi? Kwa nini siwezi kuja kwa maombi ya Friday? Kwa nini siwezi kuja kwa ushirika? Kwa nini pasta siwezi toa wakati wengine wanatoa? Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine unakuta huyo mtu mwenye akuji ushirika anaenda shughuli zingine mbali. Anaenda mbali. Lakini ushirika haiko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kuna mtu leo amesema yeye ni mgonjwa. Lakini cha ajabu mtakapotoka ibada utakutana naye akitoka town. Pena nilikuwa mgonjwa. Lakini nilisikia vizuri kidogo nikasikia nikimbia supermarket. Badala ulisikia vizuri kidogo ukikimbia tu. Praise the name of the living God. Tingiza mtu mwambie commitment. Tingiza mtu mwambie commitment. Haleluya. Si kwamba Mungu hawezi fanya mambo, lakini shida ni kwamba namba kubwa ya Wakristo ama watu wanaosema wanampenda Mungu, they are not committed. Amen. Bwana asifiwe. Namba kubwa ya watu tunaosema tunapenda Mungu, we are not committed. Tuko walegevu sana kwa mambo ya Mungu, lakini ikifika ni mambo ya maisha, mambo ya kawaida, unakuta unajitoa, unafanya zaidi, hata kama ni pesa utakopa ulipe kulanda na chama. Lakini kwa ya chachu huwezi kopa. Bwana asifiwe. Mmenyamaziaje kama ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ndio mnafanyanga? Sivyo mnafanyanga? Mtitikio hela. Sivyo mnafanyanga? Sababu gani ndio mwaka wewe? Lakini ya kanisa utapeana sababu nyingi kwa nini uchumi ni mbaya, hata pasta unaona na unaelewa, hata Mungu anaelewa basi. Lakini huyo Mungu tu ndiye anakuona wewe unajikakamua ulipe ya jamaa. Huyo Mungu mwenye anaelewa anakuona vile unajikakamua ufanye ya hiyo ingine na hiyo ingine. But when it comes to the things of God, it is the last priority. Praise the name of the living God. Mkono sema Mungu nihurumie. Mkono sema Mungu nihurumie. Praise the name of the living God. Mungu anataka commitment. Wacha tusome kidogo. Unajua sema nini tusome hapo lakini? Tusome? Tusome hapo. Lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Tuendelee basi tu nilitaka sana hapo. Yesu akamwambia aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Praise the name of the living God. Watu ambao wameamini na wamesema
Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mtu mmoja kwa Biblia anaitwa Elisha, ambaye aliamua atafuata mambo ya Mungu, atatumikia mambo ya Mungu. Hakuwa anajua atakuja kuwa prophet, lakini yeye alifuata, akafuata, na dakika ya mwisho alipoulizwa unataka nini, akasema nataka double portion of your spirit. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anataka commitment kwa watu ambao tunasema tunampenda na tunamtumikia yeye. Haleluya. Haleluya. Wakati tunakuwa walegevu na wanyonge kwa mambo ya Mungu, tunafanya jina la Bwana hata linaaibika. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya hata jina la Mungu linatukana. Watu wanashindwa huyu ni Mungu wa aina gani, ambaye watu ambao wanamwamini hata hawako tayari kujitolea kwa sababu yake. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno lingine. Maandiko yanasema hafai yule mtu ambaye anaangalia nyuma, mtu ambaye hayuko tayari kujitolea katika mambo ya Mungu. Yesu alisema huyo hafai katika ufalme. Praise the name of the living God. Tusome Wakolosai 3:23. Naongea kuhusu commitment. Wazee lazima wajitolee, wamama wajitolee, vijana wajitolee katika mambo ya Mungu, mambo ya Mungu, mambo ya ufalme. Praise the name of the living God. Tusome inasema nini? Na ngoja kusoma. Atifanyeni kwa nini? Fanyeni kwa nini? Angalia jirani, muulize unafanyaga kwa moyo ama unafanya kwa kupembeleza? Angalia jirani, muulize ile unafanya, unakuja kanisa kwa moyo ama unakuja usiulize maswali? Unatoaga kwa moyo ama unatoaga ndio watu wajue hata wewe unatoa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lolote mfanyalo, lolote. Praise the name of the living God. Fanyeni. Fanyeni kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Praise the name of the living God. Wakati mwingine watu wanafanya kazi, wanaona ni kama wanafanyia pastor, wanaona ni kama wanafanyia kiongozi wa kanisa ama mtu fulani, lakini maandiko yanasema lolote tunalofanya kama watoto wa Mungu, we must do it to the Lord. Praise the name of the living God. Tufanye kwa Bwana. Haleluya. Wala si kwa mtu. Basi nyingine nasema vizuri, nasema nini? Basi nyingine nasemaje? Tusome hiyo. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Praise the name of the living God. Lolote wapendwa, usifanye mambo ya Mungu na ulegevu. Usifanye mambo ya kanisa na udhaifu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunamfanyia Bwana, na maandiko yanasema tutapokea kwa Bwana ujira wa urithi, maana tunamtumikia Bwana Kristo. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tikiza mtu, mwambie usiwe mdhaifu kwa mambo ya Mungu. Mwambie Mungu afurahi. Sio mwambie Mungu afurahi. Wakati tunakuwa mnaongelea kwa mambo ya Mungu, the heart of God is not happy. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anafurahia commitment. Mungu anafurahia kujitolea. Mungu anafurahia wakati mtu ako tayari kulipa hata gharama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tunalipa gharama ya mambo ya kawaida, Mungu anapenda wakati unalipa gharama kuona mambo ya Mungu unayafanya. Amen. Katika maisha yako. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema lolote mlifanya, fanyeni kwa moyo. Tusome neno lingine ninapoelekea kumalizia. Wakorintho wa kwanza 3. Naongea kuhusu commitment. Ni vizuri kujitoa, ni vizuri kujipeana kwa mambo ya Mungu, mambo yanayohitajishwa na jina la Bwana, mambo ambayo yanahitajishwa na Mungu ambao unaamini. Ni vizuri kujitolea. Amen. Usisukumwe kukuja kanisa.
Bwana asifiwe. I've come to challenge you today. Hallelujah. God requires your commitment. Amen. Mungu anataka kujitolea kwako. Verse 11. Verse 11. Tuendelee mpaka 15. Tusome wote. Tusome wote. Kwa maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Amen. Yesu ndiye atakana kuwa msingi wa mambo ambayo tunafanya. Praise the name of the living God. Unapotoa, toa kwa msingi wa Yesu. Amen. Unapohudumu kwa msingi wa Yesu. Hallelujah. Unaposimama na kazi ya Bwana, simama kwa msingi wa Yesu. Maana misingi mingine yote itatingizwa. Amen. Lakini msingi wa Yesu unasimama imara. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ukifanya kwa msingi ya kuonekana, kuna siku itatingizwa, hatutakuona na utakata tamaa. Ukifanya kwa msingi ya kupigiwa makofi, kuna siku utapigiwa makofi na utakata tamaa. Ukifanya kwa msingi ya watu kukushangilia, kuna siku atakunyamazia vile wananyamazia na utakata tamaa. Bwana, sema nipokea huko. Umenyamazia. Bwana asifiwe. Praise the name of the living God. Paulo anasema hakuna msingi mwingine unaostahili kutumiwa na watu wa Mungu kwa mambo yale wanafanya. Amen. Lazima wafanye mambo kwa msingi wa Kristo. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na ndio kuna watu wanaotaka vita kanisani. Maana mambo yale wanafanya hawafanyi kwa msingi wa Kristo. Wengine wanafanya kwa msingi ya kupewa cheo. Wakikosa kupewa cheo, ndio kanisa watapasua. Haleluya. Haleluya. Nilisikia mhubiri mwingine aliambia mtu fulani, akamwambia kama mimi sikuja hapo, hata na wewe nitagawanya hiyo kanisa. Na manama aligawanya. Alimwambia kama sisi ndio nakuja hapo, wewe ndio unakuja, na hiyo kanisa lazima igawanyike. Na aligawanya. Mtu wa Mungu hapa anang'ang'ana, lakini Mungu ni wa neema. Praise God. Maana kuna watu wanafanya mambo na msingi ambao sio Kristo. Praise the name of the living God. Hebu angalia jirani mmoja, vile unafanyanga mambo kwa kanisa, unatumianga msingi gani? Naangalia tuongea tu na jirani. Wewe ongea tu na wasichana waulize, unafanya kwa msingi gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema hakuna msingi mwingine. Na katika kitabu cha Zaburi, maandiko yanasema misingi itakapotingizwa, mwenye haki atafanya nini? Amen. Kuna misingi ukifanya nayo kwa mambo ya Mungu itakuja sambaratika. Haleluya. Na ikisambaratika utaumia sana. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna msingi mwingine isipokuwa uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Yes. Tuendelee basi, nyingine nasema lakini kama mtu tusome dhahabu au fedha au mawe ya dhamana au miti au majani au manyasi, ati nini? Praise the name of the living God. Wewe ndio utachagua material yenye unataka kutumia katika mambo ya Mungu. Amen. Unaweza amua kutumia dhahabu, unaweza amua kutumia fedha, unaweza amua kutumia mawe ya dhamana, ama utumie mamiti, majani na manyasi. Amen. It is your choice. Your material, your choice. Ambia jirani, your material, your choice. So mwangalie vile unamwambia your material, your choice. Hauwezi pewa material ya mtu mwingine. Maandiko yanasema lakini mtu akitenga juu ya huo msingi, kazi ile anafanya, iwe ya dhahabu, iwe ya mawe, iwe ya fedha, ya majani, ya mamiti, ya manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Amen. Praise the name of the living God. Sasa wewe fanya tu, saa ingine na manunguniko,
Sasa ingine unafanya tu kwa sababu tu ya mambo yako. Maandiko yanasema the day will come. Amen. Na kazi ya kila mtu itakuwa na hili. Praise the name of the living God. Tuendelee mazio mengine. Aitusome. Maana siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna. Ni vile unafanya. Kuna siku inakuja itapitishwa kwa moto. Haleluya! Itapitishwa kwa nini? Kwa moto. Sasa imagine hizo material tumepewa hapo ni material sita. Tuko na dhahabu, tuko na fedha, tuko na mawe ya thamani, tuko na mamiti, tuko na majani na manyasi. Mamiti na majani ikipitishwa kwa moto, yaani hawa ni watu ambao wanafanya tu kazi ya Mungu wafanye. Ikienda vizuri ama isiende vizuri, it does not matter. Ikifaulu ama ikosa kifaulu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kazi ya manyasi, kazi ya mamiti, kazi ya majani, yaani unafanya tu upite, unafanya tu juu, upite, kama ni kuja kukaguza kanisa, unafanya chini, hautaki kujua kama kabisa iling'ara, you just do it. Bora tusitunyosha. Tunyosha. Haleluya. 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 Hey, haleluya. Kazi ya kila mtu itajaribiwa. Ambia nani kazi yako itajaribiwa. Mwambie vizuri kazi yako itajaribiwa. Praise the name of the living God. So we need to be committed. Wakati unafanya mambo ya Mungu, lazima uweke intention yako katika mambo hayo. Amen. Lazima uweke moyo wako katika mambo hayo ili ufanye kazi nzuri ambayo inampendeza Bwana. Haleluya. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo chini, nasema nini? Tusome. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Alafu kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Yaani ni kama tumetokea jana. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile kazi umefanya haukufanya kwa moyo. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijasoma scripture ya mwisho, andika mambo haya. Ni mambo gani yatafanya ujitolee kwa mambo ya Mungu? Number 1 ni kumjua Mungu kibinafsi. Knowing God personally. Wacha kujua Mungu kupitia watu wengine. Jua Mungu wewe mwenyewe. When you know God personally, ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu wa sabuli gani? Ni Mungu ambaye anakaa namna gani? Itakusaidia kujitolea katika mambo ya Mungu. Amen. Na ndio Yoshua aliambia watu, hata kama nyinyi mtakataa, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amen. Praise the Lord. Maana alijua Mungu ni Mungu wa namna gani? Alijua Mungu kibinafsi. Hakutegemea Musa, hakutegemea wengine, alimjua yeye kibinafsi. Amen. Praise the name of the living God. Hiyo ndio ilifanya Daniel alipokuwa katika nchi ya ugenini akasema, sitakula chakula cha mfalme nijitie unajisi. Maana alimjua Mungu kibinafsi. Tingiza mtu mwambie mjue Mungu kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza shindwa kwa nini mambo mengine watu wengine wanafanya. It is the way they know God. Amen. Ni vile wanavyomjua Mungu ndio inafanya wafanye mambo mengine. Ndio inafanya wajinyime. Ndio inafanya wajitolee kwa kile wanavyomjua. Amen. Ukipungukiwa na kujua Mungu, hautadhamini mambo ya Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani mjue Mungu kibinafsi. Praise the name of the living God. Number 2, know who you are in Christ. Jijue wewe ni nani katika Kristo. Number 2, kama utajitolea kwa mambo ya Mungu, lazima ujue wewe
tumekuwa wenyeji. Haleluya. Hey, haleluya. Kuna watu wanakaa ni kama wapitaji. Ni kama mambo ya Mungu sio sehemu yao. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anapoandika kwa Efeso anasema, wapendwa, tumekuwa sisi sio wageni tena, bali tumekuwa wenyeji pamoja na watu wa nyumba ya Mungu. Haleluya. Haleluya. We belong in this house. We belong in this kingdom now. Bwana asifiwe. Ukisoma 1 Peter chapter 2 verse 9 inasemaje? 1 Peter chapter 2 verse 9. Jijue wewe ni nani? You are now a son. You are now a co-heir with Jesus. Na unapoelewa hivyo, mambo ya Bwana utayadhamini. Amen. Utatilia manani, utatilia bidii, maana umejijua who are you in Christ Jesus. Amen. Inasema nini? Tuweke kwa Kiingereza. I love English. Ni tamu sana kusoma na Kiingereza. Inasema nini? Tusome. But you are the chosen people. You are the chosen. Sisi ni watu waliochaguliwa. Tumechaguliwa mwalimu. Tumetolewa katikati ya watu wengine. Amen. Kwa sababu ya makusudi ya Jehova. Hallelujah. Praise the name of the living God. We are the chosen people. Hatufanani na wamama wa Matisi. Hatufanani na wazee wa Matisi. We are the chosen people. Amen. Praise the name of the living God. Alafu nasema, we are the chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Praise the name of the living God. Know who you are. Amen. Wewe sio mtu mwingine. You are a partner in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. A chosen person. Umechaguliwa mpendwa. Na Mungu anataka, kwa maana umechaguliwa, ukijijua mambo yake uyadhamini. Maana amekuchagua. Ameacha wengine. And you are a chosen. Siku moja Esther alijifanya hivi. Aliposikia Mordekai amelala kwa na magunia, na Mordekai amejimwagia majivu, akafikiria ni nguo Mordekai ana. Akachukua manguo kutoka kwa ikulu, akasema Mordekai apelekewe. Mordekai akamwambia, acha mchezo. Si nguo atisina. Kuna njama mbaya imepanga. Tuuawe na tumalize. Na wewe usiposimama wakati kama huu, utaangamia wewe na wewe. Because you are the chosen. Esther was the chosen. Na alikuwa na nafasi nzuri ya kuokoa jamii yao. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na Esther aliposikia maneno, akasikia maneno mazito sana. Akaamua kuwa committed kwa hiyo mambo. Amen. Akajitolea, akasema Mordekai na watu walio huko, fungeni na muombe. Na mimi na wasichana nilio na wao tunafunga na tuko nao. Baada ya siku 3 nitaenda nisimame mbele ya mfalme. Hata kama ikubaliki, I am ready to die. Amen. I am ready to pay the price. Because I am a chosen. Hallelujah. I am a special person. Mimi si kama wanawake wengine. I am special. Na Esther aliposimama akajitolea, wokovu ulipatikana kwa taifa la Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mambo itapatikana kwa nyumba ya Mungu when men and women in the house are committed. Amen. Praise the name of the living God. Kuna wokovu, kuna ukombozi, kuna utukufu, kuna mambo makubwa yataonekana in the house of God when the people are committed. Amen. And you will be committed when you know who you are in Christ Jesus. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Number 3. Know the value of the things of God. Number 3, know the value. It's about knowing. You need to know. You need to know. Vitu ya Mungu ni vitu ya dhamana. Mambo ya Mungu ni mambo ya maana. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Yanaweza onekana hafifu, yanaweza onekana ni kama yaleti matokeo haraka, lakini mambo ya Mungu ni ya dhamana. Amen. Paulo anapoambia
Ndio hiyo. Tusome wote. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae. Kuna mambo lazima ukatae. Amen. Kuna mambo lazima ujitenge nayo. Kuna mambo lazima uachane, maana sio za dini na hazisaidii the kingdom of God. Amen. Alafu anaambiwa nini? Umenizimia siri. Aisi, Mungu ni mwema, tuko na nini? Tuangalie kwa hiyo. Ninasema nini? Bali hadithi za kizee simsome vizuri. Zisizokuwa za dini uzikatae. Nawe ujizoeshe kupata utaua. Utaua ni mambo ya Mungu. Amen. Jizoeshe. Si ati ulizaliwa nayo, lakini jizoeshe. Amen. Praise the name of the living God. Mimi sikuzaliwa nikiwa pastor, sikuzaliwa nikiwa mtumishi, lakini nilijizoesha. Amen. Na mpaka sasa imekuwa sehemu ya maisha yangu. Nisipotumika nasikia vibaya sana. Haleluya. Kama vile sikuhubiri Jumapili, na iko hata Mungu wangu. Maana sasa kuhubiri ni sehemu ya maisha yako. Na ndio unaona hata wahubiri wa kiritaya wanaumia sana. Maana hata mwalimu huyu anaumia sana. Maana ni mwalimu. Sasa akiacha hiyo kazi, yazoe maisha hiyo sasa hapo ya kuuza vitu na nini. Sasa hiyo ndio nakuta hapa anajaribu kufundisha watu. Sababu walimu ndio mingi. Anaweza sivyo? Hawa ni walimu. Insafa. Wakati umejizoesha kitu fulani inakuwa part of your life. So Paulo anamwambia Timotheo, hadithi za kizee, mambo ambayo sio ya dini, mambo sio ya kanisa, please punguza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Punguza, hata kama utaacha basi punguza. Amen. Alafu anamwambia jizoeshe katika mambo ya Mungu. Haleluya. Endelea, inasema nini? Wazee wengine? Tuendelee? Tusome vizuri tu watu wa Mungu. Kwa maana kujizoesha kupata nguvu za mwili wafaa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo. Yaani mambo ya Mungu iko na impact kwa mambo yote ya maisha yako. Haleluya. Unapojituma kwa mambo ya Mungu itaguza maisha ya watoto wako, itaguza maisha ya biashara yako, itaguza maisha ya jamii yako, ina faida kwa mambo yote. Amen. Praise the name of the living God. Alafu ndio kusema nini? Yaani nayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Hiyo ndio dhamana wa mambo ya Mungu. It is touch our life now and after. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hii mambo ya Mungu sio tu ya leo peke yake, ni ya leo na baadaye. Praise the name of the living God. Ukielewa hiyo dhamana, utakuwa committed. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Number 4. Know that you will be accountable to God. Know that you will be accountable to God. Mungu aliyekuchagua na akakuleta kanisani, you will be accountable. Mambo yake uliyachukulia namna gani? Utatoa hesabu. Kila mtu atatoa hesabu. Kuna watu walipewa talanta. Tusome Mathayo 25. I think from verse 14. Mathayo 25 from verse 14 inasemaje? Watu walipewa talanta. Bwana wao akaenda. Mungu ametuita, ametupea neema, ametupea wokovu, ametupea hata vitu. Sasa ametuacha. Anasema wewe fanya vile unataka. Wewe fanya tu. But the day will come. Tusome wote hapo. Tusome wote. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliyewaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Ambia jirani, uko na mali za Mungu. Uhai ulionao ni mali ya Mungu. Afya ulionayo ni mali ya Mungu.
Uwezo ulionao ni mali ya Mungu. Ameweka kwako. Ameweka kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neema ulionayo. Maana kuna watu hapa mko na neema. Wengine kubwa, wengine kidogo. Hiyo yote ni mali ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee, inasema nini? Verse 15. Tusome. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Amen. Mungu amesha invest. Amen. Sasa ni wewe ndio utafanya na investment yenye Mungu ameweka kwa maisha yako. Maana sasa Mungu ameinvest kwa maisha ya Pastor Maina, ameinvest uwezo wa kuwa kiongozi, uwezo wa kuwa pastor, uwezo wa kusaidia. Ameinvest. Ni mimi sasa ndio nitafanya na hiyo investment yenye Mungu ameweka. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ameinvest. Alafu tuendelee mazingine, nasema nini? Tuone kuna watu watatu hapa. Wawili walikuwa committed, mmoja alikuwa goigoi. Tusome. Maana yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine. Yaani jamaa kulala alipochua Mungu ameinvest. Akasema na mimi nitaenda kuwaku in this investment. Amen. Akaenda akafanyisha kazi kile alichoaminiwa, akazalisha zingine 5. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. He was committed. Kiingereza inasema immediately. Huyo jamaa aliondoka, hakupoteza muda, hakupoteza wakati. Alipoelewa yale mambo amepewa. Amen. Alitoka na akaenda akafanyisha kazi, akazalisha zingine 5. Inaitwa commitment. Amejira ni commitment. Kama angekuwa committed, angebaki na 5 mpaka wakati wanawake atarudi. Amen. Kuna watu hatufanyishi neema na uwezo ambao Mungu ametupea kazi. Tunakaa tu. Alafu kesho tutakutana na Bwana akuulize hii neema yote nilikupea, kwa nini haukuifanyisha kazi? Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tusome na wa pili. Verse 17. Vile na yule mwenye 2 naye akachuma nyingine 2 faida. Yaani aliinvest, alienda akafanya kazi, akatumia ile nafasi na neema aliyopewa vizuri na ikawa na faida. Praise the name of the living God. Basi yeye anasema nini? Tuone mtu wa mwisho. Ati nini? Lakini turudie tena. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafungua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Tuendelee. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. You will give account. Amen. Kuna kutoa hesabu. Ile nafasi Mungu amekupea ya kuwa kwa kanisa la Full Gospel. Ile nafasi Mungu amekupea ya kuwa hapa, Mungu atakuuliza. Amen. How committed were you kwa mambo yako? Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku zile Mungu amekupea una afya na una nguvu. Maana yawezekana kuna siku hautakuwa na afya, kuna siku hautakuwa na nguvu. Amen. You will give account. Praise the name of the living God. Ile pesa na vitu Mungu amekupea, yawezekana kuna miaka unakuta zitaondoka. Amen. But the days ambazo uko nazo, you will give account. Amen. Mimi sitaishi kuwa pastor. Kuna siku nitaondoka. Lakini siku zile Mungu amenipea kuwa pastor, I will give account. Hiyo nafasi nilipewa kuwa pastor, how did I use it? Praise the name of the living God.
Geukia mtu mwambie be committed in the things of God. Mwambie kuna hesabu utatoa. Mwambie kuna hesabu. Hallelujah. Na ukijua kuna hesabu unakuwa committed. Ndio siku ile utaulizwa mahesabu au utaanza kusema utasema hapana, iko hivi. Hallelujah. Baada ya siku nyingi, hebu rudisha tena hapo tusome hiyo verse tena. Baada ya siku nyingi, si siku moja. Hatujui ni miaka ngapi Mungu atakupea dunia. We don't know. Lakini baada ya siku nyingi kuna siku ya kutoa hesabu. Tusome tena. Baada ya siku nyingi akaja Bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Tuendelee. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5. Akasema, Bwana uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Amen. Nimekuwa faida katika kazi ya ufalme. Sijakuwa hasara. Ambia jirani kuwa faida kwa kazi. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wastahili nasema nini? Bwana wake akasema nini? Haitusome. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Kuna mambo inaambatana na commitment. Amen. Inaweza kosa kuonekana leo, inaweza kosa kuonekana kesho, but the day will come. Praise the name of the living God. Na hiyo commitment yako itakuwa rewarded. Hallelujah. Siwacha tuache hiyo kwanza. Hebu enda mpaka basi ya mtumwa mbaya. Mtumwa ule wa mwisho aliambiwa nini? Ni basi ngapi? Tusome hiyo. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe ni mtu mkuu, wavuna usipopanda, wakusanya. Wale alikuwa amepewa ikuwa bebe. Ndio kuna watu wana roho mbaya hata kwa Mungu. Yaani kuna roho mbaya hata kuhusu Mungu. Bwana Yesu, unaona ni kama Mungu anakunyang'anya. Unaona ni kama Mungu anakutumianga vibaya. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio roho. Ilikuwa na ujamaa roho mbaya. Anaambia Bwana wake, nilitambua. Kama ulitambua, usinirudishie tu siku hiyo. Ulikaa naye nini? Bwana Yesu asifiwe. Si ungerudisha tu siku hiyo. Nilitambua kwa wewe namba 1 ni mtu mgumu. Kwani Mungu anaweza kuwa mgumu na amekupea uhai? Bila tu ajakupea milioni ndio unasema ni mgumu. Na ukima ni yako hetewe. Haleluya. Nilitambua wewe ni mtu mgumu. Namba 2, wavuna usipopanda. Na ile talanta 1 nilikupea haikuwa mbegu, sikuwa nimepanda. Praise the name of the living God. Namba 3, unakusanya usipotawanya. Hebu endelea basi, nasema nini? Basi nikaogopa. Kwa nini watu hawatumiki Mungu? Wanaogopa. They fear. Praise the name of the living God. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo. Hebu tuendelee hapo chini. Akaambiwa nini? Bwana wake akamjibu. Imagine hata kama wewe si mwaminifu na wewe sio committed, bado Bwana ni Bwana wako. Na atakuongelesha. Akaambia na naomba akuongeleshe kabla hujaondoka hii dunia. Nikata watoneke mahali ya ufati kuondoka. Praise. Maana Bwana wake anamuongelesha ikiwa too late. He can do now nothing. Praise the name of the
Bwana wake akamjibu akamwambia nini? Akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Lazy, hiyo jina mlegevu ni mvivu, mtu ambaye you are not committed. Amen. Wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, alafu basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Amen. Mungu apende sana. Anataka faida. Jambo la mwisho. Know their rewards for whatever you do. Namba ya mwisho, know their rewards. Jua kuna thawabu kwa kujitolea kwako. Kuna thawabu. Number 5, know their rewards. Know their rewards. Tumalizie hili kwa kusome scripture ngapi? Unataka kusome ngapi? Anaweza siwe. Tusome Waebrania 6 mstari wa 10. Alafu tumalizie na Timotheo wa 2 mstari wa 7 na 8. Waebrania 6 mstari wa 10, tusome wote. Tusome. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mumewahudumia watakatifu, hata hivi sasa mungali mkiwahudumia. Amen. God is not, nasema is not unjust. God is not unjust. Mungu si mdhalimu. Timure yangu. Wanaweza siwe. Nikui nasema hivyo, ninajua kwa hiyo. Timure yangu. Mungu hakuliani watu haramu. Isipokuwa Mungu atakaye kwanza ufikirie kuhusu reward. Anataka tu utumike, lakini kuna reward. Praise the name of the living God. Tusome Paulo anasema nini anapomaliza mwendo. Anasema nini? Tusome. Tusome watu. Nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Taji iko. Hallelujah. There is a reward for our commitment. Praise the name of the living God. Tusimame kwa miguu yako na umwambie Mungu nisaidie. Nataka kujitolea zaidi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ili watu mikono mwambie Bwana nitie nguvu ya kujitolea na ili nizidi kufanya kazi yako na mambo yako kwa njia inayofaa. Nifanye kwa moyo, nifanye kwa bidii katika jina la Yesu. Kwa mikono mwambie Bwana sawa sawa na neno la leo. Nijalie neema ya kujitolea katika mambo yako. Nijalie neema ya kujitolea katika kazi yako. Nijalie neema ya kujitolea katika mambo ya ufalme katika jina la Yesu. Akia Bwana kusaidie, maana umekuwa na ulegevu, maana umejue Bwana neema kusaidie. Bwana amenituma niwakumbushe ya kwamba anahitaji commitment kutoka kwa kila mmoja wetu, ukiwa mzee, ukiwa mama, ukiwa kijana. Bwana anahitaji commitment yako katika mambo yanayohitanishwa na jina lake. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uweze kujitolea kwa mambo ya Mungu, ujitolee kwa mambo ya kanisa, ujitolee kwa mambo ya ufalme. Maana Mungu si mdhalimu, akaisahau kazi yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ambia
walizimia, walikata tamaa. Bwana washe moto mpya ya kujitolea kwenda ushirika, kujitolea kutoa zaka na sadaka, kujitolea kwa maombi, kujitolea kusimama na kazi ya Bwana, kujitolea katika huduma mbalimbali. Bwana awashe moto ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, tukajitolee, maana Bwana ameweka investment yake katika maisha yetu. Kila confusion yake ya kutukatiza tamaa, ya kutuzuia kujitolea, tunaomba ishindwe katika jina la Yesu. Bwana utuinue, Bwana utusaidie, Bwana utuwezeshe, kila mmoja wetu ajitolee kwa nafasi Bwana ulimjalia, kwa wakati uliomkirimia, katika jina la Yesu. Ile kazi yako ikaendelee, utukufu wa nyuma yako ukaonekane hata kwa mataifa, katika jina la Yesu. Inua wazee, wa mama na vijana katika hali ya kujitolea Bwana, tuimarishe na utusaidie katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana wa mabwana. Inua tu mikono yako. Kuna watu mulizimia, kuna watu mulivunjwa moyo, kuna watu mulikata tamaa, lakini Bwana anasema ni wakati wa kuinuka tena, ni wakati wa kujitia moyo tena na kuendelea kujitolea. Kuna watu mulikuwa mna hudumu, lakini muliacha kuhudumu na mumeketi tu kuangalia mambo. Bwana wa neema anakupea nafasi nyingine, kama vile alivyosema Jumapili ni Mungu wa nafasi nyingine. Si Bwana akusaidie kujitolea katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 18 mlango wa 15 mstari wa 58 ya kwamba ndugu zangu, muimarike, musitikizike, mukazidi sana kufanya kazi ya Bwana, maana kazi yenu katika Bwana sio bure. Si Bwana akukuze tena, si Bwana akuinue tena, si Bwana akuneemishe tena. Inua mikono, funga macho yako. God is calling us to commitment. God is calling us again to commitment in the name of Jesus. Bwana anauliza wako wapi vijana watakaosimama kama Shadraka, Meshaki na Abednego, walisimamia jina la Bwana katika kizazi hiki. Anauliza wako wapi wazee watakaosimama kama Yoshua, waseme mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana anauliza wako wapi wanawake kama Debora,
Ninaombea wazee wa mama na vijana hawa wakapokee moto mpya wa kujitolea, wakapokee mwamko mpya wa kujitolea katika mambo yanayohitanishwa na jina lako Bwana. Kukainuke wazee kama Yoshua watakaosema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kukainuke wanawake walio kama Debora watakaosema hata kama Baraka unaogopa tutasimama ili kazi ya Bwana ikaweze kuendelea. Kukainuke vijana kama Daniel, Shadraka na Meshaki na Abednego watakaolisimamia jina lako hata wakati unaonekana usiofaa. Bwana, achilia neema mpya juu ya watu wako sawa sawa na neno lako ambalo umeliachilia mchana wa leo. Hata wale wametusikia kwenye mitandao na wamezibia katika kufanya kazi yako, wamezibia katika kujitolea kwa mambo yanayohitajishwa na jina lako, ninawaombea revival, ninawaombea roho mpya, ninawaombea mawazo yao yakafanya upya, wakayadhamini mambo yanayohitajishwa na jina lako katika jina la Yesu. Kila roho na kila sauti ya kuwazuia watu wako kujitolea ninainyamazisha, ninaikemea, ishindwe katika jina la Yesu. Roho wa Bwana hudumia kila mmoja wetu tunapoondoka kwenye ibada hii, tuwe na moto mpya wa kujitolea katika mambo ya Mungu. Kutana na walio wagonjwa, ponya magonjwa yao. Kutana na walio na vita za adui katika maisha yao, watetee na wapiganie Bwana. Kutana na wale hawana amani, wajalie amani inayopita akili ya wanadamu. Kutana na wale wamevunjika, wainue Bwana, wakajawe na furaha na kushangilia katika maisha yao katika jina la Yesu. Ninanena ushindi kwa maisha ya watu wako, ninanena baraka kwa kila mmoja. Asante Bwana, umetuhudumia. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Tumshangilie.